Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Dhulqarnaini amefika katika sehemu ambapo kuna chemichemi ya matope yanayowaka kwa kutoka chini ya ardhi na maji moto yapo sehemu hiyo. Hii sehemu ni wapi? Unaweza ukaijua sehemu hii? Ukisema sijui, basi Qur'ani inasema ipo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ikiwa bado tunaendelea na kisa cha Dhulqarnaini ambapo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anatusimulia katika Al-Qur'an Al-Karim, na kwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa at-tamkin, amemmakinisha juu ya ardhi, vile vile amempa nguvu zote za kutawala. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa kila sababu ya jambo lolote analolitaka kuweza kulifikia kwa njia ya urahisi. Katika maisha yake huyu Dhulqarnaini, na kusahilishiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kila jambo, ipo ulazima wa kufahamu na kufafanua wakati na zama alizoishi huyu Dhulqarnaini. Kuna kauli tatu ambazo maulamai wamezifafanua. Kauli ya kwanza ni kuwa yeye aliishi katika zama za Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kauli ya pili aliishi katika karibu na zama za Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, na kauli ya tatu inasema aliishi katika zama za Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam. Baada ya kuangalia na kuutafiti wa kina, bila shaka tumefikia uamuzi wa kusema karibu katika kauli hizi tatu kuwa Dhulqarnaini aliishi katika zama za Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ikawa huyu Dhulqarnain ni moja katika wafalme waadilifu walioishi katika zama za Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vile vile kuna umuhimu wa kujua baadhi ya wafalme waliokuwepo maarufu katika zama za zamani. Maulamai wa tarikh wanasema wafalme wa dunia walioweza kutawala dunia mzima ni wafalme wanne. Hawa wafalme wanne waliishi zamani sana, lakini katika kuishi kwao waligawanyika aina mbili, na wao ni wafalme wanne. Wafalme wawili walikuwa ni mu'min na wafalme wawili walikuwa ni makafiri. Ama hawa wafalme wawili ambao walikuwa ni mu'minani, waumini, wa kwanza ni Suleiman alayhi salatu wassalam. Nabiullah Suleiman alikuwa ni nabii na vile vile alikuwa ni mfalme. Kwa hivyo ufalme wake ni kuwa ye alikuwa ni nabii na alikuwa ni mfalme. Ikahesabiwa kuwa mfalme wa kwanza kuwa ni nabii na mu'min ni Nabiullah Suleiman alayhi salatu wassalam, na mfalme wa pili ni al-Iskandar ambaye ni huyu Dhulqarnaini. Mfalme wawili ambao walikuwa ni makafiri, wa kwanza ni Namrud. Huyu Namrud aliishi hasa katika zama za Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam,
katika nchi ya Iraqi, katika sehemu ya Babil, ambapo alitawala miaka 400 katika utawala wake. Huyu aliweza kukutana vile vile na Nabiullahi Ibrahim, na kukutana kwake hawakukutana Maka wala hawakukutana Al-Aqsa, bal alikutana na Nabiullahi Ibrahim akiwa mdogo katika mwanzo wa utume wake katika ardhi ya Babil, na ndipo Nabiullahi Ibrahim akawa ni mwenye kuhama Babil na kuelekea katika ardhi ya Filistini. Ama huyu Namrud akawa ni mfalme wa kwanza ambaye alikuwa ni kafir. Mfalme wa pili ni Bukhtanasir au Banu Khadh Nasir. Huyu vile vile ni mfalme katika wafalme walioishi baada ya Musa alayhi salatu wassalam. Na huyu Nabiullahi huyu Bukhtanasir alikuwa katika nchi ya Iraqi, na alikuwa ni kafir na hakuwa mwadilifu, bali alikuwa katika dini isiyokuwa ya at-tauhidi. Kwa hivyo wafalme waliotawala ulimwengu ni wafalme wanne, wawili mu'minani na wawili makafiri. Al-mu'min waliokuwa waumini ni Suleiman alayhi salatu wassalam na Dhulqarnaini. Ama makafir ni Namrud na Bukhtanasir. Baada yake, ndugu mtazamaji, kutakuja tena mfalme mwingine ambaye atatawala dunia mzima, na huyu bado hajakuja, na insha Allah biidhnillahi taala wakati wake utakapofika na bado hajazaliwa, japokuwa baadhi ya mirengo inayojinasibisha na Uislamu wanaona kuwa huyu Mahdi au huyu mfalme wa 5 atakaye tawala dunia na kueneza uadilifu na kuondoa dhulma tayari ashazaliwa. Amezaliwa katika nchi ya Iraq vile vile, kisha baada yake akaingia katika pango lililopo katika mji wa Samarai au mji wa Samara, na mpaka leo yuko hai miaka karibu 1200. Lakini hii kauli ni kauli ambayo haina uzito, na ni kauli ambayo haikubaliani na sheria wala haikubaliani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na huyu mfalme wa 5 atakaye kuja kutawala ni jina lake linafanana na jina la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa jina la Mahdi bin Abdillahi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa la tadhhabu ad-dunya au la tanqadhi ad-dunya, dunia haitamalizika hata yamlika al-arab, mpaka waarabu waweze kumilikiwa rajulun min ahli baiti, na mtu ambaye ametoka katika familia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo Imamu Mahdi alayhi salatu wassalam bado hajazaliwa, na atakuwa ni Mwarabu, na vile vile anatoka katika familia ya Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vipi familia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Ni katika kizazi cha Ali bin Abi Talib kupitia Fatima binta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha imma Hasan wa imma al-Hussein, mpaka kufikia wakati atakapodhihiri Imamu Mahdi alayhi salatu wassalam. Anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huyu Imamu Mahdi yutiu ismahu ismi, litakuwa jina lake Mahdi bin Muhammad bin Abdillahi, jina lake litafanana na jina langu. Wa ismu abihi ismu abi, na jina lake vile vile litafanana na jina langu. Ukiangalia maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, itaondoa ile shubha ya kusema kuwa Imamu Mahdi ambaye wanamkubali baadhi ya watu kuwa ni yule ambaye ameingia katika pango la Sirdab iliyoko katika mji wa Samarai, hakika inakwenda kinyume na maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwani yule jina lake anaitwa Mahd bin Musa al-Askari, halina jina la Muhammad wala Abdullahi. Ikawa Ahlusunna wal Jamaa wamesimama kuwa bado hajazaliwa
Imamu Mahdi radhiallahu ta'ala anhu. Turudi katika Dhulqarnain. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu anasema, wayasalunaka an dhilqarnain qul saatlu alaykum minhu dhikra, nitawasimulieni habari ya Dhulqarnain kwa uchache sana. Miongoni mwa habari zake Dhulqarnain ni Allahu jalla jalaluhu kummakinisha yeye na kumpa utulivu yeye na kumpa kila sababu ya kuweza kutawala. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna makkanna lahu fil ardi, hakika yetu sisi tumempa yeye nguvu juu ya ardhi, wa atainahu min kulli shay'in sababa, na tukampa katika kila jambo njia ya kupita na ujuzi wa kufuata. Ndugu mtazamaji, Dhulqarnain Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa at-tamkin. Nini maana at-tamkin? Mtawala aina yote na ufalme popote utakapokuwa, ikiwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu ataupa kila sababu za kumakinika na kila sababu za nguvu, basi ufalme ule utakuwa ni ufalme ambao bila shaka ni mkubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna makkanna lahu fil ardi, nataka lisimame katika kulitafsiri hili neno at-tamkinu fil ardi, au neno umakinifu katika kutawala. Ulamai wa lugha wanasema huwa ziyadatul qudra, ni kuzidiwa mtu na qudra na nguvu, arruhiyya za kiroho, wasiyasiyya na kisiasa, wal ijtimaiyya na kijamii, wal ikhtisadiyya na kiuchumi, lil afradi watu, wal mujtamaat na vile vile jamii, ala ittikhadhi khiyaratin wa tahwili khiyaratin ila ijraatin wa nataiji almatluba. Ni kuwa at-tamkinu fil ardi, kumakinika katika ardhi na utawala, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwapa watu nguvu za kiroho, za kisiasa, za kijamii, za kiuchumi, hata pengine za kijeshi, ili watu waweze kuchukua maamuzi ambayo maamuzi yale ni mazito, lakini natija yake itakuwa ni mzuri. Kwa hivyo katika kufahamu kuwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu aliposema inna makkanna lahu fil ardi, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa Dhulqarnain nguvu za kisiasa, nguvu za kijeshi, nguvu za kiuchumi, nguvu za kiroho, nguvu za kiakili, nguvu kwa kila analolitaka, lakini alitumia nguvu zile kwa kupata matokeo mazuri. Na hii ndio tofauti baina ya tawala zilizo tawala ulimwengu, kuwa kama Namrud au Bukhtanasir, ambao walitumia nguvu zao za kisiasa, walitumia nguvu zao za kiuchumi, walitumia nguvu zao za kiroho, wakawa ni wenye kutawala kwa dhulma na maonevu. Na siku zote wale ambao watatawala kwa maonevu na kutumia uchumi wao vibaya, mwisho wao wanakuwa ni wenye kumalizika. Dhulqarnain Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa nguvu za utawala, alimpa ufalme, wanajeshi, vyombo vya vita, kila aina ya vyombo ambavyo alikuwa akihitaji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsahilishia akaweza kufikia malengo yake, kuwa na silaha anazozitaka dhidi ya maadui wake. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa alilmu. Ndugu mtazamaji, inna makkanna lahu fil ardi, mtu kuwa na nguvu za utawala lazima kuna masharti yake. Sio kwa kila mtawala ataweza kupata inna makkanna lahu fil ardi, baadhi yao hawatahafiki. Lakini katika mwongozo wa dini ya Kiislamu kwa wafalme wote duniani, hili neno at-tamkini wa makkanna lahu fil ardi ni muhimu sana katika kupeleka ufalme. Sasa dini ya Kiislamu imeweka shurutu tamkin, sharti za mtu kuweza kutawala, ukawa utawala wake ni utawala mzuri. Sharti ya kwanza al-imanu billah,
ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal amalu salih, na kutenda matendo mema. Ibadatullahi, katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-khalisa min ash-shirki, isiyokuwa na ushirikina ndani yake. As-salamatu, kuwa mbali na katika usalama, min kulli anwa'il kufri, katika njia zote za ukafiri, wal fusq, na ufasiki. Ikiwa mtu amepewa utawala, basi anatakikana miongoni mwa sifa zake awe mtawala kulingamana na at-tamkini fil ardi wa makkalna lahu fil ardi, awe al-imanu billahi azza wa jalla, awe ni mu'min. Na ikiwa mfalme yote naye ni Muislam, anao hii sifa ya kwanza, al-imanu billahi azza wa jalla. Vile vile al-amalu salih, anafanya ibada na kutenda mema. Vile vile yuko mbali na ushirikina, vile vile yuko mbali na kila kufri na ufasiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa at-tamkinu fil ardi, kama vile alivyompa Dhulqarnain. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa ahadi wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-imanu billah, wa 'amilus salihat, al-amalu salih, la yastakhlifannahum, atawapa wao utawala na ukhalifa fil ardi, katika ardhi, kama istakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowapa wengine ukhalifa na utawala na nguvu za ufalme kabla ya wao. Wala yumakkinanna lahum, vile vile atawamakinisha wao, dinahum alladhi irtada lahum, dini yao ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameridhia. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atabadilisha Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya hofu yao, baada ya kicho chao, baada ya kuogopa kwao, amnan, uaminifu na utulivu, kama alivyosema, falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yaabudunani, ili wamabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yushrikun, wala hatamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kitu chochote. Ikawa mmoja katika sifa alizokuwa nazo Dhulqarnain ni Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa umakinifu wa kwa yeye anaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na al-ardhi yote anaweza kuitembea, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala istakhlafahu wa makkanahu fil ardi. Dhulqarnain, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kummakinisha na kumpa kila sababu za kutawala, atba'a sababa, akafuata sababu. Na kufuata sababu ni jambo nzuri sana, kuwa kila unalolitaka, na hapa ndio hutokea makosa ya watu wengi. Mtu anataka jambo, analitaka leo sasa hivi, ikiwa hakulipata atakuwa ana hasira, atakuwa mkali. Lakini Allahu Jalla Jalaluhu anasema, ukitaka jambo lolote fuata sababu. Ukitaka kazi mzuri, soma. Ukitaka kuwa engineer, soma. Ukitaka kuwa pilot, soma. Ukitaka kuwa jambo daktari, soma. Kwa hivyo kufuata zile njia za masomo ndio ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufikishia malengo yako, baada ya kuwa wewe una takwa na iman na ikhlas. Dhulqarnain, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, faatba'a sababa, yani maana yake akafuata kila sababu ya kumfikisha yeye katika malengo yake, ilhali ana azma wa haziman, akawa serious. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao hawana subira kabisa katika kufuata zile sababu za malengo yao. Lakini angalia huyu Dhulqarnain, kama wanavyosema maulamai katika hikma, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa yeye sababu zote za kufuata. Atba'a sababa, alifuata sababu almausula, zenye kumfikisha yeye limaksudihi, katika makusudi yake. Lianna minan nas, kwa sababu kuna baadhi ya watu, man yantafi'u wa minan nasi ma la yantafi'u, kuna baadhi ya watu hupata faida na kuna baadhi ya watu hawapati faida. Kwa nini?
hawapati faida kwa sababu hawafuati zile sababu za kuwafikishia malengo yao. Lakini huyu mfalme Dhulqarnaini ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa kila sababu, intafaa, aliweza kufaidika. Na ndipo maana tunasema katika nchi za Kiislamu, katika jamii ya Kiislamu, mnapopata fursa zitumieni zile fursa. Mnapopata nafasi uzitumie zile nafasi. Ikiwa watu hawatazitumia zile nafasi, basi bila shaka nafasi zile zitakuja kupokonywa na watu wengine wasichukue, kwa sababu wao al-akhdhu bil asbab, wamechukua zile sababu na misingi ya sababu itawafikishia katika malengo yao. Na kuchukua sababu sio kuwa kila kitu, wa tawakkul ala Allah, na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa yeye katika Qur'an anasema inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kutoa riziki na ndiye mwenye nguvu. Wama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Lakini tasawwar, ikiwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amemwandikia mtu riziki zake katika tumbo la mama yake, wama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Lakini wewe ndio msikitini, baadaye ukae nyumbani kwako useme kuwa chakula changu na riziki yangu Mwenyezi Mungu ameniandikia itakuja hapa, utakufa na njaa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema kuwa wewe toka nyumbani kwako, nenda msikitini. Unapofika msikitini, swala yote ya wajibu, lakini baada kumalizika ile swala, fuata sababu za kutafuta riziki. Faqala, akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ikimalizika swala, tokeni na mutawanyike katika ardhi na mutafute fadla za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhulqarnaini atba'a sababa, akazifuata zile sababu. Anapotaka kwenda, alitayarisha farasi wake, alitayarisha chakula chake, na ikiwa anapambana na jeshi mbele yake, alitayarisha vile vile silaha zake. Dhulqarnaini atba'a sababa, akafuata zile sababu. Dhulqarnaini akaanza safari ya Dhulqarnaini haikuwa safari nyepesi, wala haikuwa safari ya karibu kulingamana na zama za wakati ule, kwa sababu mwanzo wa kipindi tumesema alitoka juu kabisa katika nchi ya Yunani au Agiriki, hasa katika mji au nchi ya Hungary. Akasafiri safari za miguu, safari za tabu, safari za farasi, lakini amemtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na safari yake ya kwanza, sababu ya kutoka huko, alikuwa akielekea magharibi na machweo ya jua. Safari yake ikaanza kuelekea machweo ya jua. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin. Safari ile ya Dhulqarnaini ya kuelekea machweo ya jua, yani amefika kiwango cha kufikiria hili jua mahali litakapochwea, litakapotua katika upande wa magharibi, nitalifuata. Dhulqarnaini akaanza safari ya kwenda magharibi. Anatoka akapita Maka, jua lile linawaka, analifuata usiku, analala, asubuhi analifuata, jioni anafika, analala. Safari ndefu, safari nzito, lakini haikuwa safari tu vile vile ya kuwa ni safari, bali ilikuwa ni safari ya da'wa. Na safari ya da'wa ni kuwa aina mbili. Ima utafika mahali uweze kuleta da'wa, na hasa wakati ule wa zamani watu wakukubali, au ufike mahali uanze da'wa kisha baada yake watu wamshikie Dhulqarnaini silaha. Ikiwa watashikiwa silaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala makkanna lahu fil ardi,
wa atahu kulla shay'in sababa. Allah subhanahu wa ta'ala alimmakinisha juu ya ardhi na akampa kila kitu, silaha na kila analohitaji katika safari yake. Kwa hivyo ikawa yeye kila atakayesimama mbele yake, kwa kuwa alikuwa ni muadilifu, atampa da'wa, na ikiwa wale atakaosimama dhidi yake watasimama kwa upinzani wa silaha, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala akampa nusra na ushindi dhidi ya maadui wake. Ikawa Dhulqarnain kila anapokwenda hatakuwa na shida ya chakula wala hatakuwa na shida ya wanajeshi, kwa sababu katika kila nchi ambao ataikomboa katika safari yake ya magharibi, basi atakuwa yeye anapata wanajeshi wa kumfuata. Kwa hivyo Dhulqarnain safari yake ya uvumbuzi na safari yake ya da'wa, safari yake ya ufalme, kueneza uadilifu, akawa ufalme wake kila anapokwenda anaacha watu katika hali mzuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema makanna lahu fil ardi. Dhulqarnain anaelekea upande wa magharibi kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatta idha balagha maghriba ash-shamsi. Maghriba ash-shamsi, upande wa machweo ya jua, ni tarikhi ya jiografia ambayo inahitaji umakinifu na utulivu. Maghrib ash-shams, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kule maghrib ash-shams, wajadaha, akalipata lile jua, taghrubu fi ainin hamiatin, linatua katika matope yenye chemchemi ya kuwaka moto. Ndugu mtazamaji, nataka nisimame hapa kwa sababu ya umuhimu wa kipindi maalum na ufafanuzi maalum wa haya mambo mawili, maghrib ash-shams wa hamiatin, na mahali ambapo pana maji moto, kisha maji yale moto kuna matope. Bila shaka hatutaweza kumaliza na kukipa haki sehemu hii aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tatlu'u, ambapo hatta idha balagha maghrib ash-shamsi, mpaka alipofika machweo ya jua. Kisha kule katika machweo ya jua akatusifia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ardhi ya machweo ya mwisho alipofikia Dhulqarnaini, taghrubu fi ainin hamiatin, linatua lile jua katika chemichemi ya maji, tena hamiatin, inayowaka moto, au palipo na matope yanayowaka moto. Kwa kuwa hii ni historia ya jiografia, ningelipendelea ndugu mtazamaji, katika sehemu itakayofuatia niwe ni wenye kuzungumzia maghrib ash-shamsi na ainin hamiatin, katika chemichemi zenye kuwaka moto. Ipo wapi chemichemi hii? Kwa sababu huenda mtu akawa ni mwenye kuulizwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Dhulqarnaini amefika katika sehemu ambapo kuna chemichemi ya matope yanayowaka kwa kutoka chini ya ardhi, na maji moto yapo sehemu hiyo. Hii sehemu ni wapi? Unaweza ukaijua sehemu hii? Ukisema sijui, basi Qur'ani inasema ipo. Na Qur'ani inaposema ipo, ni kwa bila shaka watu wa jiografia na sayansi walikwenda wakatafuta mpaka wakafika sehemu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesifu hapo mahali ainin hamiatin. Lakini hadi kipindi kitakachofuatia tutakuwa ni wenye kuanza au kuanzia hii aya ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaisifu safari ya Dhulqarnaini alipofika katika machweo ya jua, hatta idha balagha maghrib ash-shamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.